I'm almost 30. So we still here. Naambia Mungu, wewe ni siri yako nisiseme. Yesu ananisikiliza. Kizazi chetu hiki, mimi nikiwemo ndani, ni kibaya sana. At least hawa. This ambao kwa 35 kwenda mbele. Kizazi chetu ni kibaya. Na itafika wakati ule rais ambaye atoka kwenye kizazi chetu. Mungu atusaidie. Unahitaji Mungu. Je, Yesu ananisikiliza, unahitaji wewe na Mungu tu. Utafaulu chochote ambacho unafanya. How can I get this power? Number 1, be born again. Number 2, be baptized. Na Roho Mtakatifu kwa maji mengi na kwa Roho Mtakatifu. Ukisajazwa hapo usiachie hapo. Hapana. Usipitwe na miujiza. Petro aliponya, Yesu alikuwa anawatuma wanaenda wanaponya watu. Alafu narudi wanamwambia tulienda na mapepo ili tuheshimu Bwana. Tulienda na watu walipona. Yesu akaangalia akaona wale wajinga. Akasema furahini jina lenu ndio kwenye kitabu cha uzima wa milele. Lakini wakati Yesu aliondoka, shida ikaingia. Wakati Yesu anaenda msalabani, wote walitoroka. Wote hawakumbuka kwamba wametoa mapepo. Hawakumbuka kwamba wameponya wagonjwa. Wakati shida iliingia, wote walitoroka. Because hawakuwa na capacity. Yesu anasulubishwa, Petro anarudi kuvua samaki. Let me tell you this. Watu wanatanganywa kanisani na miujiza ya uongo. Kwa nini wachungaji ambao wanajua uongo? Kwa sababu sisi wachungaji wa ukweli hatujawapuruvia Mungu yuko wapi. Tukiwapuruvia Mungu yuko wapi, how do you want people can do unto you? You know how people can solve your problem financially as a preacher. People will solve your financial problems easily when you give them God. When you heal them. When you help them come out of their situation. Imagine mtu alikuwa anataka kwenda India. Aenda fanyia upasuaji. Na kuja huko mchungaji anamwambia kwa jina la Yesu, pona. Huyu mtu ni mjinga akwache hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mjinga akwache hivyo. That's why if you want to be wealthy, look for the power of God. After being baptized, na malizia na hii leo. Kindly